wenzangu wa Pwani tumekuwa wachache sana, na sio wachache kwa sababu takwimu sasa zipo kwamba wakazi wa Pwani wengi hawana vitambulisho. Pili, hawana kadi za kura. Tatu, itakuwa ni upigaji kura. Unaona, na hapa tunazungumzia, tunataka maendeleo. Tutake tusitake, maendeleo yanaenda na nini? Na takwimu. Na yule kiongozi aliyechaguliwa pia naye inafika wakati ataangalia ni wapi ambapo itaweza kumpatia ule uongozi. Na ndio maana huyu mwenzetu mimi humuita mzee wa minyoo, huwa anazungumzia sana swala ya kuwa mimi nina numbers. Yes. Na ni kweli ako nazo. Na wacha endelee. Unajua sisi watu wa Pwani tuwezi kusema roho mwa munyoro. Ndio nasema ni wa minyoo. Kwa Pwani sisi tunajua ni mzee wa minyoo. Sasa sisi numbers, ndugu zangu, tuko nazo. Saa hizi tuna taratibu, mimi na mene viongozi wote, kwamba watu wetu kupata vitambulisho. Kuna wazee, nikikuonyesha takwimu, hata wiki iliyopita, hata juzi ya Jumatatu, mzee wa miaka 83 alikuwa hajapata kitambulisho. Kwa mara ya kwanza anaweza. Kwa hivyo hizo ndizo numbers ambazo tunafanya. Kwa hivyo tujitahidi tupate vitambulisho wale hawana. Pili, wale ambao wana vitambulisho pia tuna namba zaidi ya 1,000,000 tukizungumza, wa Pwani ambao wana vitambulisho na hawajakata kura. Saa hizi kura zinaendelea kukatishwa. Najua pia zitakuja mashinani. Tuchukue hiyo fursa ya kukata kura. Baada ya hapo sasa ndio tuamue tupige kura. Kupiga kura ni haki yako. Utaamua kule ambako utapiga. Lakini wakati wewe huna silaha, hivyo vita unaendea nini? Uwe na silaha kwanza ndio useme unaenda vitani. Sasa sisi watu wa Pwani kwa muda mrefu tumekuwa na hayo matatizo. Mambo ya vitambulisho tunajua ni serikali zilizopita zilikuwa zinatubagua. Daktari William Samoei Ruto ametupa fursa. Wewe mradi ni Mkenya, chukua kitambulisho.